Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu popote pale ulipo. Karibu katika ibada ya siku ya leo. Sijui unanisikiliza kutoka wapi na unanifuatilia kutoka wapi. Nataka nikukaribishe na kukuambia kwamba usiogope, Mungu yuko pamoja nawe. Lakini pia usijidharau kwa sababu Mungu hakudharau. Anakupa thamani kubwa sana, heshima kubwa sana, na ndio ilisababisha akamtuma Kristo mwana wake wa pekee ili aje kukufilia msalabani, wewe pamoja na mimi. Kwa hiyo nikukaribishe wewe unayenisikiliza kwa njia ya radio hii Tangazeni Kristo, lakini pia wewe unayenifuatilia kwa njia ya radio Tele Ebeneza pale Oicha, na wewe unayenisikiliza kupitia radio Ebeneza pale Nobili. Mungu mwema akubariki. Lakini pia wewe unayenifuatilia kwa njia ya mtandao na ongea habari za Facebook na pia YouTube, popote pale mnanifuatilia na kutangazia baraka ya Mungu na kuamini ya kwamba Bwana katika ibada leo anaenda kukufanyia tena jambo katika maisha yako. Nataka tuombe kabla hatujaenda mbali katika ibada yetu ya leo. Mungu liye hai, tunalitukuza jina lako. Tunakubariki kwa sababu wewe ni mwema. Umekuwa pamoja nasi na ibada hii umetupa kimakusudi ili tena ujifunue kwetu na udhihirishe ufalme wako tena katika maisha yetu na hapa duniani. Utukufu na heshima ikurudilie. Tunaomba rehema zako Mungu liye hai katika hali yote ambayo tulikuwa kinyume na mapenzi yako, na tunaomba Bwana nguvu zako zituhudumie katika ibada hii. Damu ya mwana kondoo itusafishe, damu ya Kristo Yesu itusafishe na kututenga kwa ajili ya kusudi lako Mungu liye hai. Tunateka nyara kila fikra zikutii wewe na kusema ndio kwa Yesu Kristo. Sasa kila nafsi itawaliwe na wewe, na tunaangusha kila ngome na kitu chochote kinachojinua juu ya elimu yako Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, karibu katika ibada hii na ujifunue kwetu kwa namna ya ajabu, na Kristo Yesu karibu kwa wokovu, na Mungu Baba karibu katuumbie tena vitu vipya katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, ni kukumbushe tu kwamba siku iliyopita tulianza kujifunza aina ya watu ambao Mungu anawatafuta. Na tulisema mambo mengi sana. Nikakwambia kwamba Mungu anatafuta watu wanaomtafuta, na nikakwambia kitu cha kufuata kwamba Mungu anatafuta wale wanaomwabudu katika roho na kweli. Nilizungumza vitu muhimu sana, sitavirudilia. Ukitaka kuvifuatilia, ingia kwenye akaunti yetu ya Facebook, andika Salenzanzu, utakutana hayo mafundisho yakiwepo huko. Utaisikiliza na kuisikiliza na itakuwa baraka kwako. Natamani pia niseme kwamba kama umekuwa ukifuatilia vipindi vyetu, kuwa unavirudia mara kwa mara. Kwa kuvirudia mara kwa mara, kuna ufungulifu unapokea tena na tena, kwa sababu nguvu zile zile zilizokuwa pamoja nasi muda wa kile kipindi bado zipo kwenye yale maneno na kile kipindi ambacho tulikuwa tunapitisha. Lakini vile vile kama kuna aina ya maombi yako ndani, fuatilia, yataweza kukusaidia vizuri sana tu, si kidogo sana. Alafu nilikuwa ninakuambia kwamba hiyo siku tulikuwa tungeweza kuendelesha somo yetu ya jinsi ya kukata kamba za kiroho zinazofunga maisha ya mtu. Roho Mtakatifu alinikatalia kabisa kwamba nianze kuzungumzia aina ya watu ambao Mungu anawatafuta. Alafu sasa nilitamani tuweze kuendelea, maana najisikia mzigo ule umeshuka, haupo tena. Kwa hiyo sasa nilitamani tuendelee na ile somo yetu tuliokuwa tunajifunza hiyo siku, kwamba kufunguliwa na kamba za adui na kufunga kamba ya hatma, kujitenga, yani kukata kamba za adui na kuweza kufunga kamba ya hatma inayotubeba kwenye mafanikio.
Alafu nilikawa na kuambia hiyo siku kwamba ziko aina mbili za kamba. Kamba ambazo zinafunga maisha ya mtu, yani kamba za shetani, kamba za adui. Na ziko aina nyingi za kamba za adui. Niliweza kuambia nitafika hapo baadaye. Lakini sasa kuko pia kamba ambayo ni kamba inayotufunga sisi, kutukokota kwenye hatma, kwenye mafanikio, kwenye destiny. Na hizi ni kamba mbili tofauti. Siku hiyo nilikuwa na kuonyesha kile kitabu cha Yeremia. Nilitamani angalau kwa muda mchache tuweze kusoma kile kitabu cha Yeremia sura yake ya 10 mstari wa 12. Yeremia 10:12, ili uone ya kwamba kuna kamba za adui ambazo zinaweza kamba ya mtu ambayo inaweza ikambeba kwenye hatma, na hiyo kamba ikikatika, mambo yanaweza yakaharibika mengi sana tu kwenye maisha ya mtu. Yeremia 10:20 inasema, hema yangu umetekwa nyara, kamba zangu zote zimekatika, watoto wangu wameniacha na kwenda zao, pia hawako. Hapana mtu atakaye nitandikia tena hema yangu na kuyatundika mapazia yangu. Unaona, mtu wa Mungu. Kwa hiyo hii si kamba ya adui, ni kamba ya Yeremia ambayo ni kamba za Yeremia. Ni nyingi. Biblia inasema kamba zangu zimekatika. Kwa hiyo ni nyingi. Zikikatika ndo unaona matokeo yake pale. Biblia inasema kwamba watoto wamemkimbia. Zikikatika mume anamkimbia. Zikikatika yani marafiki waliokuwa msaada wanamkimbia. Zikikatika mke anamkimbia, watoto wanamkimbia. Kwa hiyo sasa hana mtu wa kumsaidia, si kwa sababu amelogwa, lakini kwa sababu kamba za hatma zimekatika. Kamba zilizokuwa zinawakokota watu muhimu, wenye maana na wenye kumletea msaada, zilikatika. Kwa hiyo usipofanya angalisho, kamba hizi zinaweza kukatika, bakliaba na kukimbia kwenye biashara. Yani watu muhimu wanakukimbia, kazi inaharibika, biashara yako ikazimika kabisa, kuzimika. Bosi wako anakufukuza kazi. Unaona vitu kama hivi. Kamba ikikatika, mambo kama hayo ndio yanatokea. Alafu sasa Biblia inasema hizi ni kamba za adui. Zilipokatika, anakosa mtu wa kumsaidia, anakosa watoto wake wanajitenga na yeye, hawamsaidii. Hata kama wana pesa, lakini hawamsaidii. Hivi ndivyo nilivyokuwa nasema. Lakini pia ukisoma ile Zaburi 16 mstari wa 6 inatuambia vizuri kwamba inasema, kamba zangu zimeniangukia mahali pema, naam, nimepata urithi mzuri. Kwa hiyo sasa urithi mzuri unatokea kwenye maisha mtu endapo kamba zake zimeangukia mahali pazuri. Kwa hiyo inatupa kufahamu kwamba kamba zinaweza zikaangukia mahali pabaya, alafu sasa mambo ikaharibika. Hizi ni kamba za hatima, unaelewa? Kwa hiyo sasa kamba zako zikiangukia mahali pabaya, unatakiwa sasa kuombea pale ile maeneo, kwa sababu kuna vifungo vya maeneo. Kama mmekuwa mkitufuatilia, utaelewa vitu ninavyoongea. Kuna maeneo ukifika utakwama, si kwa sababu wewe una shida, lakini kwa sababu hilo eneo lina shida. Kwa sababu hiyo mtu huyu anasema kamba zangu zimeniangukia mahali pazuri. Kwa hiyo lile eneo lilikuwa ni nzuri. Alipofika, kamba zake hazikupata shida, zikaendelea kumvuta kwenye hatima yake. Hii ni mistari inayotuonyesha kuwa ziko kamba za mtu za kumpeleka kwenye hatima. Lakini ukisoma Isaya 54 mstari wa 2, Isaya 54 mstari wa 2, inaonyesha kuna kipengele kinachosema ongeza urefu wa kamba zako. Manake kamba zinaweza zikawa ni fupi. Unashindwa kufanikiwa si kwa sababu ya kitu kingine chote, lakini kwa sababu kamba zako ni fupi. Unatakiwa uziongeze. Panua
mahali pa hema yako. Unaona kitu nazungumza? Ni muhimu sana kufahamu vitu kama hivi, vikupe maarifa ya kibiblia itakayokusaidia kuwa na maisha ya uhuru hapa duniani. Hii ni muhimu sana. Lakini pia kamba za mtu zinaweza zikakatika. Kulingana na kile kitabu cha Isaya 33 mstari wa 12, zinakatika kabisa. Lakini pia kamba zinaweza zikalegea. Ukisoma mstari wa 23 wa kile kitabu cha Isaya 33 inaeleza mambo kama hayo, kwamba kamba zikalegea. Na kamba zinapolegea sasa, utashindwa kufanya kitu ambacho ulitakiwa kufanya. Kitu ambacho kingekusaidia utashindwa kukifanya, si kwa sababu umelogwa, lakini kamba zako zimelegea. Kwa hiyo unatakiwa uzikaze sasa. Unaelewa? Na unasema nitazikaza namna gani? Kwa maombi. Nilikuwa nakuambia ili ufanikiwe kimaisha lazima uwe mtu ambaye unapenda kumsikiliza Mungu, uwe mtu ambaye unapenda kuomba, uwe mtu ambaye unapenda kutafuta Mungu. Ni muhimu sana kuelewa jambo hili. Na nilikupa mifano ya aina mbalimbali za kamba za adui, kwa sababu hii ni mistari inaonyesha kuwa hii ni kamba ambayo ni ya mtu binafsi. Kwa hiyo sasa ziko aina mbalimbali ya kamba za adui, na nikaanza kukueleza kwamba ziko kamba za mauti. Ndani ya kitabu cha Zaburi 116 ule mstari wake ni wa 3. Ukisoma pale utaona Biblia inatuonyesha kwamba ziko kamba za mauti. Na kamba za mauti zikikuzunguka, ndio unaona kila kitu kinakufa kwenye maisha yako. Unaanzisha mahusiano, inakufa. Unaanzisha biashara, inakufa. Unaanzisha sijui kitu fulani, mradi, na kufa. Kila unachokianzisha kinakufa. Hata ndoto zako mara kwa mara unaota huko mahali pana maiti nyingi, mahali pa makaburi, utajikuta uko tu kwenye vilio mara kwa mara. Yani kamba za mauti zinakuzunguka. Hata wengine wanafikia kiwango cha kukua anajiwazia kufa. Yani anajiwazia kufa, anataka afe. Kwa mfano yuko natembea barabarani, anaona gari, anasema kwa mfano nijitupe ndani ya ile gari inimalize. Kwa hiyo hii ni aina fulani ya kamba za adui, kamba za mauti, na kazi yake ni kuua. Kama zimefunga hali ya ndoa yako, zinaua. Kama zimezingira ndoa yako, zinaua ndoa. Kama afya yako, zinaua afya. Kama ni uzao, zinaua uzao wako. Kama ni nini, zinaharibu. Unaelewa, mtu wa Mungu? Ni muhimu sana kufahamu mambo haya. Nikakupa kamba zingine, ni kamba za kuzimu. Kwenye ile Zaburi 18 mstari wa 5 inatuonyesha kwamba ziko kamba za kuzimu. Na hizi kamba za kuzimu, natamani niongezee jambo moja ambalo sikusema hiyo siku, ni kwamba hizi kamba sio kamba kama vile tunavyoona kamba hizi za kimwili zenye tunaona, labda kamba ya miti ya majani, kamba zenye tunafahamu kama ni kamba. Unaelewa? Sio hizo kamba. Kamba za kuzimu ni yale mashetani, ile mapepo, ile mizimu ambayo inatumwa na kuzimu kuwaharibia watu maisha, kuwatesa watu, kuleta mambo ya kuwe magumu hapa duniani. Na hii ndio nilitaka niongeze hapa, kwa sababu watu wengi akisikia kamba za kuzimu anafikiri kama ni aina ya kamba ambazo ziko kuzimu, lakini ni yale mashetani, zile mapepo ambazo huwa zinawaingia watu kutoka kule kuzimu na zinawafunga watu, zinawaharibia maisha, zinaleta aina fulani ya maisha, zinaleta aina fulani ya mateso, zinaleta aina fulani ya uharibifu. Unaelewa, mtu wa Mungu? Hii ni muhimu sana unapotaka kufuatilia habari za kamba za kuzimu. Ni yale mashetani, sio kamba tu kama vile tunavyofahamu neno kamba. Kwa hiyo sasa unatakiwa uwe
unapingana na hizo roho ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Lakini pia tulisema ziko kamba za mateso. Ukisoma kile kitabu cha Ayubu 36 mstari wake ni wa 8, Ayubu 36 verset 8, inatuonyesha kwamba ziko kamba za mateso, na hizi kamba zikimzingira mtu anapitia maisha ya mateso peke yake. Ni mateso kabisa, kulia mateso, anaenda kushoto mateso, anaenda mbele ni mateso. Kwa hiyo anafikiri angeenda nyumbani kwao atatulia, natoka kwenye ndoa kwa sababu ndoa inamtesa sana, na nyumbani kule amefika lakini bado mateso yanaendelea. Anasema labda nikipata kazi nitatulia, lakini sasa na huko kazini ameipata lakini bado hajatulia, kuna mambo yanamtesa. Kwa hiyo hizi ni kamba, ni aina ya kamba ambazo adui anatengenezea watu katika maisha. Na nikakwambia ziko aina fulani ya kamba na zinaitwa kamba za nira. Kamba za nira. Hizi kamba za nira tunazipata kwenye kitabu cha Isaya 58 mstari wa 18. Hapa ziko kamba za nira. Nira ni kitu ambacho huwa kinafungwa kwenye shingo. Kinafungwa kwenye shingo. Na hii nira inambeba mtu hata kama hautaki kuenda huko inakotaka uende, utaenda tu, kwa sababu hiyo nira ndio inakuongoza. Sasa nira za adui zikifungwa kwenye shingo yako, utajikuta uko nafanya vitu ambavyo hutaki kufanya. Ndio maana Paulo akasema kitu muhimu, anasema hivi, anasema kile ninachotaka kufanya sikifanye, na kile kibaya nisichotaka kukifanya ndicho ninakifanya. Nani ataniokoa na mwili huu wa dhambi? Kwa nini? Ipo nira ambayo ilikuwa inamkokota afanye mabaya asiyotaka kuifanya hata kama hataki. Kwa hiyo hiyo nira kama imefungwa ndio itakuongoza unakotakiwa kuenda. Na mara nyingi nira kama hii itamfanya mtu akuwe anafanya vitu na baadaye anajuta. Hata roho yake inamwambia kwamba hiki ni kitu kibaya, hutakiwi kukifanya, na yeye mwenyewe kabisa kweli kutoka ndani ya moyo wake hataki kukifanya, lakini kinamkokota. Lakini pia kwa lugha nyingine ni kwamba nira kama hizi zina uwezo, kama unafanya biashara, kama ni nira ya umaskini kwa mfano, itakukokota. Hata kama unataka utajirike, itakuwa inakukokota kwenye umasikini. Kwa unajikuta unapoteza, unajikuta unaibiwa, unajikuta vitu vyako haviuzi, watu hawavijali, ni kama vile vina kitu cha kuogopesha juu yake, hawakukaribii. Ndio unakuta kwamba vitu vinaharibika sana. Hizo nira. Na katika kupambana kiroho, mtu asipojifunza kukata hizo nira, mara mingi utakuwa na maisha ambayo huwa hutaki mwenyewe. Na ndio maana mimi ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, kila nira iliyofunga ndoa yako, inaowapeleka kuenda msikotaka kuenda, ikatike leo kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini pia kila nira ambayo inakukokota kwenye hali ya umaskini kwenye uchumi wako, ikatike katika jina la Yesu Kristo. Na kila nira iliyofunga watoto wako, ikatike kwa jina la Yesu Kristo. Nira za ulevi, nira za ukahaba, uzinzi na uasherati, zikatike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Hii ni muhimu sana ufahamu jambo hili. Lakini pia niliweza kukuambia kwamba ziko kamba za dhambi. Kamba za dhambi. Na hii ni muhimu sana. Na nikakuambia kwamba watu wengi hawataki hata kufanya dhambi, wanataka waishi maisha ya utakatifu. Ni kama vile wewe unavyonisikiliza hapa, unatamani maisha ya utakaso, lakini kuna kitu kinakukokota kwenye dhambi, na unasema leo ukinipa nafasi ya kuokoka leo nitaokoka.
kwa kweli na mimi nitakupa hiyo nafasi kabisa, maana ninafahamu kwamba ziko kamba za dhambi ambazo zinawakokota wengi kwenye uasherati, zinawakokota wengi kwenye uzinzi, zinawakokota wengi kwenye uongo. Anajikuta tu alishadanganya, hakutarajia kudanganya, lakini anadanganya, na akidanganya hapa utafikiri ni kweli, maana hata anavyokutazama anakutazama kwa macho ya kukuonyesha kwamba ni kweli. Kwa hiyo sasa unajikuta kwenye hali ya namna hiyo, dhambi na kukokota. Kwa hiyo hizo kamba lazima zikatwe kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kama haujaokoka au kama kila mara umekuwa ukianguka, unasimama unaanguka, unasimama unaanguka, tena kile kilichokuangusha jana na leo kimekuangusha, na ndicho unategemea tena kikuangushe baadaye. Kama una hayo maisha, ninatamani uweka mkono wako juu ya kifua, alafu sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninaitumia damu yako iliyomwangika pale msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hiyo damu yako Yesu Kristo ninainyunyiza kwenye kila kamba za dhambi zinazofuatilia maisha yangu, zinazofunga huduma yangu, zinazofunga maisha yangu, zikatike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama inawezekana sasa, anza kutaya kile ambacho kimekuwa kikijirudia rudia, dhambi ambayo imekuwa sawa kawaida kwako. Anza kuitaja kwa jina kwamba kamba ya dhambi ya kitu fulani katika kwa jina la Yesu. Haleluya. Mimi nikiwa naendelea, ukawa unasema mambo haya, naamini kuwa kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Baada ya muda utashangaa mambo yanaenda sawa sawa. Haleluya. Kwa hiyo hizo kamba za dhambi tunazipata kwenye Mezali 5:22. Mezali 5:22. Sina muda wa kuweza kusoma kwa sababu kuna mahali nataka tufikie pamoja na wewe katika ibada hii ya leo. Lakini pia kuna kamba za ukiwa, na ukiona mahali ambapo tumeanzia ni kamba ambazo ziko kwa wingi. Kwa hiyo sio moja tu, ni kamba nyingi, kamba za ukiwa. Kwa hiyo unajikuta sasa kwenye maisha yako ni ukiwa. Yaani huna watu wanakuogopaka, watu wanakukimbia, mpaka wewe mwenyewe unajiulizaka, mbona ni kama watu wengine? Nini kinanifanya niwe ninakataliwa hivi? Niwe peke yangu? Si unajua kuna mtu ambaye sasa hivi hana hata rafiki mmoja ambaye yuko upande wake. Akichunguza watu wote wanaokuwa karibu na yeye, anakutana wote kabisa hawamtaki, anakutana wote wanamsema mbaya, anakutana wote. Usiwalaumu, labda hiyo kamba iko juu yako. Kata hiyo kamba, wale watu watajileta wenyewe. Unaelewa, mtu wa Mungu? Usiwakasirikie na wala usiwatukane, wala usianze kuwasema mbaya na kwenda mbele za Mungu kwa majina yao kwamba wale ni maadui, wakufe, wafanye nini. Hapana. Kitu pekee unatakiwa kufanya ni hiki, mtu wa Mungu. Rudi kwa Bwana, alafu anza kukata kamba za aina mbalimbali ambazo kwa njia moja au nyingine zimekukamata wewe. Kwa sababu zikikukamata, hata na yule aliyetumwa kuwa msaada kwako atakugeuka, na wala si adui yake. Na yeye mwenyewe atakuwa anajiuliza, mbona mimi mwenyewe nataka nimsaidie, mbona simsaidii? Kitu gani kinatokea? Si yeye, bali kuna kitu cha rohoni ambacho kinamkamata asiwe msaada kwako. Mtu wa Mungu, pata ufahamu na utoke kwenye hali ambayo imekwama. Kwa nini nasema hivi? Mungu akitaka kumsaidia mtu huwa analituma neno lake. Haleluya. Na mimi naamini kwamba Mungu amelituma neno hili lipate kukusaidia. Lakini nilitaka ufahamu kwamba haijalishi kamba ya aina yoyote, ina suluhisho yake katika Kristo Yesu. Unaelewa? Damu ya Yesu Kristo ina uwezo ya kuyeyusha kamba za aina yoyote. Yaani tunayo ukombozi katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Okay, sawa. Kuna pia kamba za ubatili. Hizi zipo kwenye kitabu cha Isaya 5:18. Hizi sitazigusia sana, maana ninatamani tuende moja kwa moja. Wewe ambaye unanifuatilia kwa njia ya Facebook na wewe ambao unanifuatilia kwa njia ya YouTube, basi
Ninaomba Mungu akujalie neema pale nyumbani, akose huko kazini. Kama umefungwa na kamba ya aina yoyote, Bwana aikate siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo na damu yake iliyomwagika pale msalabani ikakate kila kamba iliyofunga maisha yako. Haleluya. Hii ni muhimu sana, mtu wa Mungu. Angalia, ndani ya kutafuta suluhisho, nilitamani uelewe kitu hiki ni muhimu sana, ya kwamba mtu yeyote hana uwezo ya kukata au kufungua kamba yoyote ambayo ilikuwa inafunga maisha yako. Mtu pekee ambaye ana uwezo ya kufungua kamba au kukata hizo kamba ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukikutana na mtumishi anakuambia kuja nitakufungua, kuja nitakata kamba za adui, kuja nitafanya 1 2 3, jua hapa kuna shida, na hii ni changamoto kubwa. Na nimeamua nikuambie kwamba hivi, mimi siwezi kukufungua. Mtumishi wako, iwe ni bishop, iwe ni mwalimu wako, iwe ni mtu wa aina gani, hana uwezo wowote ule wa kufungua au kukata kamba iliyofunga maisha yako. Anayekuwa na uwezo pekee ni Mungu, ni Kristo Yesu aliyekufa pale msalabani. Damu yake ina uwezo, jina lake lina nguvu, neno lake lina mamlaka na uwezo wa ajabu sana. Neno lake lina pumzi yake. Anapolituma hili neno linafanya kazi. Unaelewa, mtu wa Mungu? Kwa hiyo usifikirie kama ni mimi, usifikirie kama ni mtumishi wako bongo. Na ukisikia mtu anakuambia vitu vya namna hivi, jua huyu frapper. Kwa kweli Mungu atatutumia sisi wanadamu, lakini sio sisi, ni Mungu ndani yetu. Haleluya. Hii ni muhimu sana. Paulo anasema sio mimi naishi, lakini ni Kristo ndani yangu. Kwa hiyo kila ninachokifanya siwezi kusema kwamba ni mimi, lakini Kristo aliye ndani yangu ndiye anafanya. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Haleluya. Okay. Nilitamani tuone kitu muhimu hapa. Maana watu wengi huwa hawaelewi kitu kinachoendelea. Wamekuwa wakitafuta jinsi ya kutoka kwenye kamba za adui. Kutaka kukata hizo kamba za adui, na bado wanakwama. Nilitaka nikuonyeshe jinsi ambavyo adui wa mtu ni yule wa nyumbani. Okay. Wanaweza wakawa maadui wengi, lakini sikiliza nikuambie, mtu ambaye yuko Marekani hawezi nifunga mimi kwa sababu hanijui. Wale wanaonijua, wanaojua huduma yangu, wanaolijua jina langu, hao ndio wana uwezo, wanaweza kuingilia maisha yangu na kutaka kuharibu maisha yangu. Mfano, ndani ya kile kitabu cha Ayubu, Mathayo sura yake ya 10 mstari wa 36, Yesu anasema kitu hapa ambacho watu wengi hawafahamu. Anasema, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Unaona? Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hii ni muhimu sana, mtu wa Mungu. Sasa angalia, Biblia inaposema habari za ndugu wa nyumbani, watu wa nyumbani, iko na upana yake. Mtu wa nyumbani anaweza kuwa ni ndugu ambaye mmezaliwa naye tumbo moja, lakini pia anaweza akawa ni mtu ambaye mko naye katika kikundi cha uimbaji, katika kikundi cha maombi, katika kikundi cha ndani ya quartier, au ni mutualite. Ni mtu wa karibu, ni mtu wa nyumbani. Anaweza akawa ni mtu ambaye mnafanya naye kazi pamoja. Anaweza akawa ni mtu wa kabila yako. Anaweza akawa ni mtu wa jamaa yako. Anaweza akawa ni mtu wa ukoo wako. Unaelewa? Hii ina upana wake. Anaweza akawa ni mtu wa kanisa lako. Hii ni muhimu kuifahamu. Yesu anasema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Okay. Sasa sikiliza, mtu wa Mungu. Nilete akose mifano ambayo inaweza kunielewesha katika jambo hili.
Biblia inasema hivi kwamba Yuda ndiye aliyemsaliti Kristo Yesu. Yuda Iskariote. Angalia sasa, Yuda alikuwa ni mtu wa karibu na Yesu Kristo. Alikuwa ni mtu wa karibu, mwanafunzi wake kabisa. Tena amepewa na nafasi ya kuweka hazina. Manake alikuwa ameaminiwa, lakini ndiye alimsaliti Yesu. Nakupa tu baadhi ya mifano. Ukimsoma hata Shetani kwenye Biblia alikuwa malaika anayehusika na nuru, malaika wa nuru. Kwa hiyo sasa huyu mbinguni akamgeuka Mungu, akataka mpindue Mungu. Si unaona? Akataka mpindue Mungu ili yeye ndiye awe Mungu. Kwa hiyo sasa anataka ajifanye sasa adui. Aliingilia mahali ambapo hawezi kuingiliwa. Hakuwezi kuingiliwa. Aliteremshwa. Biblia inasema kama umeme, alipigwa kinoma, na kuambia kinoma kabisa. Aliangamizwa huyu mtu, akashushwa kama umeme. Yaani adui akiwa na nguvu kuliko atakupiga, lazima atakuzuru. Lakini sasa angalia mfano mwingine, ni mfano wa Absalom. Absalom ni mtoto wa Daudi. Lakini angalia huyu mtu alimuingilia Daudi, akataka amuue Daudi, baba yake mzazi. Nakupa mifano ya watu wa karibu tu, watu wa karibu. Yaani mtoto uliyemzaa anatamani akuue. Na Mungu hakuruhusu mambo kama hayo. Na mimi nataka nikuambie kwamba mtu yeyote anayejifanya adui yako, anayejifanya ni mjanja, anayejifanya rafiki kumbe ni mnafiki, na kuambia mabaya yote anayokupangia, au anapangia uzao wako, anapangia watoto wako, anapangia kazi yako, huduma yako, na kuambia yale mabaya itamrudilia kwa jina la Yesu Kristo. Na kuambia hayo mabaya iwe ni laana, zitamrudilia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini wewe utafanikiwa katika mambo yako. Haleluya. Mimi natangaza hii kwa imani, nikitangaza kwamba anayetaka kukurushia magonjwa, au tayari amekurushia hayo magonjwa, aliyetaka kukurushia aina fulani ya maisha, mateso, uharibifu, imrudilie yeye na uzao wake katika jina la Yesu Kristo. Lakini wewe ubarikiwe, ulindwe, na Mungu akuzidishe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nakupa baadhi. Hata ukimsoma Yusufu utagundua ndugu zake wakubwa ambao wamemtangulia katika kuzaliwa wanamchukia. Ati bwana wa ndoto, njoo ule anakuja, tumkamate. Wao wenyewe wakamvua nguo yake, wakamtupa kwenye shimo. Biblia inasema shimo ambalo halina maji, liko kwenye jangwa. Wamemtupa humo, ni ndugu zake, ni aina fulani ya kifungo, hawezi kutoka asiposaidiwa. Mungu aliingilia kati kuona huyu mtu asife, akaweka ndani yao mawazo ya kuweza kumtosha humo, wampeleke, wamuuzishe kwa Waishmael. Waishmael wanakuja na msafara wao, wakamnunua Yusufu tena kwa bei chini. Bahati mbaya hawakuona thamani alionayo Yusufu, nao wakaenda wakamuuzisha tena kwa Potifa. Potifa akamnunua. Bahati mzuri Mungu akamfungua macho, akaona thamani ya Yusufu. Alipoiona akamweka mkuu kwenye nyumba yake. Angalia sasa, tatizo lingine linajitokeza. Watu wa nyumbani, mke wa Potifa, angalia, anamsingizia mambo mpaka anatupwa jela. Huko kwenye jela Mungu akamkumbuka, akamrudisha kwenye nafasi aliyomkusudia tangu zamani. Ndoto zake zikavaa mwili. Haleluya. Inua mkono wako mmoja juu, alafu sema haya maneno. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kazi yako msalabani. Kwa sababu hiyo kazi yako pale msalabani katika maisha yangu haitaruhusu adui zangu kuzuia kusudi lako katika maisha yangu. Ndoto zangu zitatimilika, ndoto zangu zitavaa mwili kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na adui zangu wataaibika milele kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Napendaga sana hivi kwa sababu mafundisho yangu natamani iwe ni maombi. Tunaenda tukiwa tunaomba, maana kuna mtu mwingine atakuwa na ngojea kuombewa mwisho, kumbe ndo ameshapitwa na maombi. Haya ni maombi maalum
Na natangaza kwamba mtu wa Mungu, wale watu wa nyumbani na wasio wa nyumbani, watu wa karibu na wewe na watu wa mbali na wewe, ambao wanakutegea mitego ya adui, ninatangaza kwamba itawakamata wao wenyewe, lakini Bwana atalinda kusudi lake katika maisha yako. Atalinda baraka zake katika maisha yako. Hazitanyanganywa na wala hazitaibiwa na mtu yeyote. Utafanikiwa. Na hata kama ni nyota yako, Bwana arejeshe kwa jina la Yesu, ukafanikiwe katika mambo yote. Uzao wako wafanikiwe, na kila kitu unachokigusa Bwana aibariki mikono yako na kazi unazozifanya kupitia mikono yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, kama ungekuwa mtu wa imani, ungepokea kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakupa mifano ya watu ambao walitesa ndugu zao, watu wa karibu, watu wa nyumbani. Yesu anasema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Unaona sasa, ninakupa baadhi ya mistari. Yusufu ndugu zake alipofika kwa Potifari, watu wa nyumba tu kwenye anaishi. Unaishi na watu gani? Sasa sijasema uwachukie, nataka ujifokalize. Maana ukimsoma Yusufu utaona kwamba hakuwatazama wale watu na wala hakuwa na kinyongo juu yao. Tunafahamu hili tunapoona wakija kumsujudia, kutafuta msaada, kwa sababu hakuwaonea wivu wala hakuwaonea hasira na wala hakulipa kisasi. Ukiishi na watu kama hao, njia mojawapo ya kuwashinda ni kutokuwa na hasira juu yao. Nitakuja nikueleze njia ambazo adui au silaha ambazo adui anazitumia katika kuingilia maisha ya mtu na kufunga sasa maisha yake. Njia mojawapo ni ile kukuwa na hasira juu ya mtu, hautaki kumsamehe. Hii ni mtego ya adui, ni silaha ya adui anaitumia mara kwa mara kuingilia maisha ya watu. Anatamani magharibi, sasa mnataka kwenda kulala, aingize vikwazo, neno ambalo litakuvuruga, ukasirikie mume wako, umkasirikie mke wako, wakasirikie watoto wako, wakasirikie ndugu zako, alafu ulale na kile kinyongo. Kwenye kipindi kile cha hasira, adui anakuingilia, anaanza kukuonesha, anasema hivi, we mjinga kweli? Hivi mke wako anaweza kukufanya hivi na unanyamaza? Kamata mkono, piga. Kwa hiyo unajikuta ulishagonga mtu ngumi, inamtoa meno kukinywa, basi umeingia kwenye dhambi. Yesu anasema kitu muhimu, jua lisizame kama uko na kile kinyongo, kama haujasamehe. Hii ni mbinu na ni silaha ya adui, anaitumia katika kuwavuruga watu wengi, na ndio sababu maombi ya watu wengi haijibiwe. Unasema kwa nini Saleh? Yusufu hakuwakasirikia wale ndugu zake ambao walimtupa kwenye shimo, ambao walimuuzisha, ambao walimpeleka kwenye utumwa. Haukuwa utumwa wa kawaida, mtu wa Mungu. Kipindi kile watumwa walikuwa hawana thamani, walikuwa wanatakiwa wafanyiwe kitu chochote wanachotakiwa kufanyiwa, manake hana kitu cha kusema. Yani ni mtu wa mwisho kabisa kati ya watu duniani. Kwa hiyo sasa wao ndugu zao ndio wanamuuzisha. Unasema Saleh, unataka kusema kitu gani? Nataka nikuambie hivi, ya kwamba acha kupambana na wale watu wanaokuzunguka. Umewakasirikia siku nyingi na bado umerusha maombi magumu juu yao, lakini bado unawaona wakiendelea. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, ninakusihi kwa neema ya Bwana, acha kuwachukia wazazi wako, acha kuwachukia. Biblia inasema kwa habari za chuki kwamba anayemchukia ndugu yake huyo ni muuaji. Hao ni ndugu zako, acha kuwachukia, acha kuwalipia kisasi, acha kuwafanya vibaya, acha kuwaombea maombi magumu. Hao ndio watakusaidia baadaye. Unaweza ukapatwa na shida, hata kama wanakuchukia watakusaidia lazima. Hao ni ndugu zako, usiwalaani. Ila nguvu zinazowatumia, nenda ukashurulike na hizo nguvu za giza zinazowatumia. Lakini pia kamba zinazokufunga ambazo zina uwezo ya kuwafanya wakugeukie, nenda ukazikate, alafu watakuja wenyewe kukukaribia. Na hayo majaribu utakapoishinda, ndipo utafikia kuwa waziri mkuu. Usiseme bosi yangu amenichukia, naacha kazi. Unaacha kazi uende fanya nini? Bado huna mtaji, hauna kitu chochote kinye utenda fanya. Naacha bosi yangu iko makali na nini? Bosi yangu mchawi. Sasa hauna Mungu mwenye anashinda wachawi? Hauna Mungu mwenye anashinda walozi? Hauna. Unasema Saleh, mbona unaanza kusema mambo magumu? Na yasema mambo magumu maana
Hata Daniel ukimsoma utakutana ni watu wa nyumbani, wale watu ambao walikuwa anatumika nao kwenye ikulu. Wale watu ndio walimgeukia. Ni kama vile Danieli haka kana kibali cha Mungu, haka katu tutakakamata sasa. Wakaanza kukaingilia chini chini, hawakujua, wakaminimize, hawakujua. Ni mtu anaonekana wa kawaida lakini ana misingi kiroho. Haleluya. Wewe ambao umeokoka, sema mimi sitikisiki na sitatinkizwa na kitu chochote, maana Kristo ni msingi wa imani yangu, na hakuna mtu mwenye atanishinda, kwa sababu nashinda na zaidi ya kushinda katika Kristo aliyenipenda. Sema mimi nayaweza mambo yote katika Kristo anayenitia nguvu. Haleluya. Huwezi ukashinda kwa nguvu zako, huwezi ukashinda kwa kulipa kisasi, huwezi ukashinda kwa kupigana na ndugu zako. Hapana, nenda ukaombe. Vita vyetu si juu ya damu na nyama. Unaelewa? Au ulishakaona kamba zenyewe kwa macho ya kibinadamu? Huwezi kuziona. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu vya rohoni, huwezi kuviona kwa macho ya kibinadamu. Rudi rohoni. Haleluya. Wale wakina Daniel, si nimekuonyesha jinsi ambavyo hata watu wa nyumbani ndio walimwekea vikwazo, vifungo. Unafikiri mtu kutumika na walozi, wafumu, kutumika na wachawi ilikuwa nyepesi kwa Daniel? Lakini Mungu wake alimuwezesha. Sikiliza, nilikuambia haiko mtu njo mwenye atakata vifungo. Hayupo mtu wa namna huyo. Ni Mungu peke yake katika Kristo Yesu ndiye atakata hivyo vifungo. Kwa hiyo Daniel walipokuwa anamwekea vikwazo huko na kule, Mungu akawa anafanya njia. Namuona mtu Mungu akimfanyia njia. Ni kweli ulilia sana, ni kweli ulikataliwa na wengi, ni kweli watu wamekudharau, ni kweli, lakini Bwana anaona uaminifu wako, lakini Bwana anaona msimamo wako na ile imani ulionayo ndani yake. Anaona na anatengeneza njia. Utatokea na adui watafunga vinywa, ni kama vile hawajawahi sema, na wataanza kuja kukusalimia kwa heshima. Shikamoo baba Yusufu. Tunakuja kumwabudu Mungu wako Daniel, tunakuja. Alafu sasa na wewe Mungu anakufanyia hiyo njia kwa jina la Yesu. Endelea, usizimie, usikate tamaa, usirudie nyuma. Wewe songa mbele katika Kristo Yesu. Nimekuja nimtie mtu wa Mungu askari moyo na kumwambia kwamba hauko peke yako. Ufalme wa mbingu unakusumbukia, unakushurulikia, uko unafanya njia. Ndio uko mbele ya bahari ya Shamu, hujui utapita pitaje. Wewe muamini tu Mungu kwamba nitapita, maana Kristo tuliyempokea ndiye njia, kweli na uzima. Wamekusingizia uongo, Kristo ndani yako atainua kweli, itatokea tu, na anayekuwa na kweli ndiye atapewa haki yake. Ni kweli watu wamekufungia njia, wanakuwekea vikwazo, watu wa karibu na watu wa mbali. Sikiliza mtu wa Mungu, yuko Kristo ambaye ni njia. Ni njia. Naomba Mungu afanye njia kwenye ndoa yako, afanye njia ya kutokea kwenye ile majaribu, afanye njia, kutengenezea njia katika ile magumu ya mahusiano yako kuvunjika mara kwa mara. Afanye njia kwenye ule utasa ambao umekuletea dharau kwenye familia. Afanye njia kwenye uchumi wako ambao umedidimia, sasa hivi unasumbuliwa na roho za umaskini. Afanye njia kwenye hayo madeni ambayo imekufunga kwa namna ambavyo unatamani ungelipa hayo madeni na kushinda. Unapowazia kulipa ndio mambo yanaendelea kuzama na kuharibika zaidi, ndio shida na deni zinaongezeka. Bwana afanye njia katika jina la Yesu Kristo. Bwana afanye njia katika yale magonjwa ambayo inakusumbua kila mara, mpaka watu wamesema huyu atakufaka tu na ile magonjwa, wamekutabiria mpaka kifo. Mimi nasema hivi, Mungu aliyefanya njia kwa wana wa Israeli afanye njia katika maisha yako kwa jina la Yesu. Akufanyie njia kwenye hayo maisha ya magonjwa, akufanyie njia kwenye hayo maisha ya dharau, ya ukame na maisha ya uharibifu ambao unakutana
unakutana nayo, Bwana akufanyie njia. Inawezekana umezingirwa na maadui, unawaona ni wengi sana, huwezi kupita. Bwana aifanye njia mahali ambapo hujaiona njia, kwa jina la Yesu Kristo. Labda unaiona giza kwenye maisha yako, naona Bwana akileta nuru yake kukuangazia na anatengeneza njia kwa maisha yako. Na wewe unaiona ghafla nuru inakujia kwenye ndoa, inakujia kwenye afya, inakujia kwenye uzao wako. Mambo ambayo ilikuwa hayawezi kabisa yanaenda kuwezekana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kisima kimetibuliwa, mtu wa Mungu. Kisima kimetibuliwa. Malaika wa Bwana yupo. Sema kila unachotaka Bwana akufanyie. Tupo kwenye ibada, usifikiri tupo kwenye kuhamasisha watu. Hatuko kwenye ile maanimasio, hapana, tupo kwenye ibada. Mungu yuko hapa, Kristo Yesu yuko hapa, nguvu zake ziko pamoja nasi. Kwa hiyo popote pale ulipo, popote pale unanitazama, popote pale unanisikiliza, nguvu za Mungu zikuguse hapo ulipo, kukuweka huru. Ulifungwa hatua zako, damu ya Yesu Kristo ikunenee mema, na nguvu za ufungulifu katika Kristo Yesu zikuweke huru pale ulipo. Ile minyororo ikatike kwa jina la Yesu. Ile kamba ulizofungwa na ndugu, kamba za karibu, za watu wa karibu, zifunguke. Kamba za mauti zifunguke katika jina la Yesu Kristo, na wewe uwe huru. Malaika wa Bwana kuguse hapo ulipo, kwenye hicho kifungo kilichoko kijijini, kwenye nafsi yako imefungwa. Damu ya Yesu Kristo ikufuate mpaka huko. Kristo mwenyewe akufuate mpaka huko. Nguvu zake zikufuate mpaka huko. Inawezekana ndoa yako imefungwa kwenye vibuyu, imefungwa kwenye chupa za aina yoyote zile za kichawi. Inawezekana maisha yako na afya yako imefungwa kwenye madhabahu za giza. Inawezekana imefungwa kwenye mafundo. Mafundo yamewekwa makaburini, mafundo yamewekwa kuzimuni, mafundo yamewekwa kwenye milima, mafundo yamewekwa kwenye miamba, mafundo yamewekwa kwenye maboma yasionekane, yametupwa baharini. Ninaachilia damu ya Yesu ikufuate mpaka huko na kukuweka huru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ghafla ulikuwa huwezi kuolewa, Yesu Kristo akufanyie neema kuolewa. Ulikuwa huwezi kuzaa, ufunguliwe tumbo la uzazi na upate kuzaa katika jina la Yesu Kristo. Ulikuwa huwezi kukubaliwa wala kupata heshima, ulikuwa unafukuzwa tu. Neema Mungu ikulokalize popote ulipo na kurestore, kurejesha kila kitu kilichokuwa kimefichwa kwenye mashimo ya adui, kwenye mashimo ya kuzimu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Nilikuwa ninaeleza vitu muhimu hapa, maana wako wengi wamezuiliwa, si kwamba hawataki, lakini adui amewatatiza, amewafunga. Asante Roho Mtakatifu, asante. Mtu wa Mungu, nataka nikuambie hivi, mahali ambapo uko, weka mikono yako pamoja, ishikishe mikono yako pamoja. Yani kidole kingine hii mianya, vidole viingiliane. Unaona wale ambao wananitazama, vidole viingiliane hivi. Wale ambao wananisikiliza, kila kidole kina espace vide, alafu kidole kingine uviingize kwa pamoja. Tunaenda kuomba, unaelewa? Tunaenda kuomba. Hili ni tendo la imani, maana zipo nguvu za Mungu ambazo zinakugusa hapo ulipo. Utasikia moto inawaka kwenye mikono yako, usiogope. Utasikia tetemeko inapita. Hata sasa hivi kuna wengine mikono yao itaanza kutetemeka. Kwa nini? Nguvu za Bwana zinapita. Roho Mtakatifu anaweka ndani yangu kwamba hao waliofungwa wanaenda kufunguliwa kwa tendo hili la imani. Popote ulipo unanisikiliza, kama haujaokoka, ukiwa umeshikanisha hiyo mikono hivi, na kama uliokoka ukarudi nyuma, unataka kumpatia Yesu maisha yako na kurudi kwake, nataka useme haya maneno nyuma yangu, alafu nitaenda kuomba. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unirehemu, unisamehe dhambi zangu zote nilizofanya katika kujua na kutokujua. Unisamehe dhambi zangu zote. Ninakataa shetani, ninakataa dhambi, ninafungua moyo wangu. Bwana Yesu, ingia ndani yangu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
ninakupokea kuwa Mwokozi na Bwana na kiongozi na mtawala wa maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakuita Yesu, ukafute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na kuliandika katika kitabu cha uzima wa milele. Tangu sasa na hata milele nikupendeze na kukutumikia wewe peke yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba sasa nguvu zako, damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na moto wa Roho Mtakatifu unishukie sasa, unishukie sasa, unishukie sasa katika jina la Yesu Kristo, kukata kila kamba zinazonizunguka, kamba za mauti, kamba za mauti, kamba za mateso, kamba za uharibifu, kamba za kuzimu zilizofunga maisha yangu. Moto wa Roho Mtakatifu unishukie sasa. Damu ya Yesu Kristo inivae sasa kama vazi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hizo kamba za mateso ya kwenye ndoa, mateso ya maisha, zikatike kwa jina la Yesu Kristo. Kamba za kuzimu, kamba za zambi, kamba za mauti, zikatike sasa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninaomba kamba zilizonifunga, kamba za kuzimu, kamba za ndugu wa nyumbani, kamba za ndugu wa karibu, kwa damu ya Yesu Kristo zikatike, 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 zikatike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba damu yako Yesu Kristo ishuke ndani yangu, ipite ndani yangu, ipite ndani yangu, kwenye damu yangu, kwenye mwili wangu, kukata kila kamba zilizofunga maisha yangu, kamba za kuriti, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu upite ndani yangu, upite ndani yangu, upite ndani yangu, upite ndani yangu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kukata kamba za mateso, kamba za mauti, kamba za kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Napeleka damu ya Yesu Kristo paka kijijini, mahali ninaishi, kwenye nafanyia kazi, kamba za mauti, kamba za mateso, kamba za kuzimu, kamba za zambi zilizonifunga, kamba za maeneo zilizonifunga, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, zikatike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndiyo, endelea kuomba ukiombea haya maeneo muhimu, kamba zilizokuzunguka, kamba ulizoriti na kamba za maeneo. Enda kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, ninakuinua na kulitukuza jina lako, maana wewe ni Mungu unayetenda, Mungu unayefungua. Hatuna mwingine ambaye anaweza kafungua kamba zilizotufunga isipokuwa ni wewe. Ndio maana Yesu Kristo, ingilia maisha yangu, ingilia maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ingilia maisha ya watoto wangu, ingilia maisha ya uzao wangu, ingilia maisha ya ndoa yangu, ingilia maisha ya uchumi wangu, ingilia afya yangu. Kristo Yesu, kata kila kamba, kata kila kamba iliyofunga hatima ya baba huyu, ya mtu huyu anayenitazama, anayenisikiliza, uzao wake, maisha yake, kwa jina la Yesu. Hizo kamba zilizomletea umaskini zikatike leo, na tangu sasa
Kila atakachokuwa na kifanya kifanikiwe na kiendelee kwa jina la Yesu Kristo. Wakilia warudie kwenye kazi yake. Wale ambao bado hawana kazi, ninaombea Bwana, zile kamba zilizofunga vyeti vyao, yale mashitaka na laana kwenye vyeti vyao zivipate kuondoka. Zile seve zilizoharibiwa kiroho zifutwe kwa jina la Yesu, na hizo seve zinazojulikana mbinguni ndizo ziambatane na wewe tangu sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukapokea ufungulifu na upate kazi zilizokuwa zimeharibika ziendelee tangu sasa kwa jina la Yesu. Ninaombea wale ambao ndoa zao zimeharibika, Bwana, kwa jina la Yesu, hizo kamba za kuzimu, hivyo viroho vya kuzimu, vimapepo vilivyotumwa na kuzimu, akose kwa maagano ya babu zao, akose kwa maagano yao wenyewe, akose kwa matendo na maneno ya vinywa vyao, kwa jina la Yesu, toka, achia maisha yao, toka, achia maisha yao. Na nyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye maisha huyu ambaye amekataliwa kila mara anapotaka kuolewa. Hizo kamba zinamkokota kwenye seliba, kwa jina la Yesu hizo kamba zikatike. Wale ambao Bwana kwenye ndoa zao wanakutana na mateso, wanakutana na uharibifu, wanakutana na nguvu za giza, wanakutana na kilio kila mara, uchungu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, pokea neema ya kufunguliwa leo. Wale ambao Bwana wamekutana na utasa kwenye ndoa, matumbo yao yakawekwe huru leo. Hizo kamba za utasa zifunguliwe kwa jina la Yesu, zikatike, na kamba za hatima zipate kufungwa tena kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana kwa ajili ya wale ambao bado wangali shuleni wanasoma, nguvu zako ziwafunike wakiwa wanasoma, na kazi ziwasubiri kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba Bwana kwa ajili ya wale ambao wanajaribu, wanaishia njiani, kila anapoanza kitu kinaishia katikati, kwa jina la Yesu, neema ya Omega iwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Upako wa Omega wa kufikia mwisho iambatane na wewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu afungue baraka zako za kushoto, kulia, mbele na nyuma. Mungu afungue baraka zako zilizofungwa kwa mashariki, zilizofungwa kaskazini, zilizofungwa magharibi, zilizofungwa na kusini, zifunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana kuunganisha na watu watakao kuwa msaada kwako, watu wakuu, watu matajiri, watu wenye heshima, watu wenye msaada, kwa jina la Yesu Kristo. Na kila kilichofungwa kwenye maisha yako, uzao wako, kirejeshwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, asante kwa sababu umetenda kwa ajili ya baba, mama, kaka na dada huyu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na wote wenye mwili na pumzi tuseme amen. Kama unataka kuwasiliana nami, namba ni 081 63 95 898, 081 63 95 898. Hii ni namba ya WhatsApp kwa wale ambao wanatutazama kwa njia ya mitandao. Hii ni namba ya WhatsApp, lakini pia unaweza kunipigia simu kwa namba 0982 480 588, 0982 480 588. Na pia Mungu akiweka ndani yako kuachilia sadaka, unajisikia huru kwenye hizo namba ambazo nimekupa, na Bwana Yesu akubariki na akutendee mema. Na pumzika, alafu nianze kupokea apele za watu kwa jina la Yesu Kristo. Abudiwa Bwana, tukuka Bwana, heshimika Bwana, tukuka milele. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe Bwana. Unayotenda hakuna mwingine awezaye tena. Unarudishia watu miaka yao walio